Maria, kama vile ndugu yetu ametuambia, kutembea juma nzima na kurudi hapa sio jambo la kawaida, imegharimu mkono wa Bwana, na ndiposa tukiwa hapa nasi tunasema jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dada wetu yule mama ameshadaa kuna sisi leo Jumapili hapo pamoja na sisi yuko tuko hapa hebu njoo hapa mami uka. Kuna dada wetu mwingine hata wewe njoo najua. Wapendwa hawa wameshiriki pamoja na sisi kwa kipindi, na tulipokuwa tukiingia pamoja na wao wakaomba ya kwamba wawe washirika, lakini huyu mmoja kuniambia naogopa, akaombea huko nje, lakini nikamwambia nitamleta hapa tumuombee ili pia awe mshirika wetu. Bwana wetu atukuzwe sana, kwa sababu unajua ni vizuri wakati umeenda mahali si unajiunganisha na hiyo kikundi, unajulikana ya kwamba wewe ni wa hiyo kikundi. Kwa hivyo tunapenda kuombea, sio kuokoka. Tumeongea na wao na tumesikia imani yao na yetu inapelekana. Ile kitu kimebaki ni kusaidiana katika imani, tukuzane tukimtegemea Bwana. Bwana wetu atukuzwe. Bwana amewaleta kwa kusudi, nasi tuna jukumu ambao Bwana ametupatia kuwaelekeza na tufanye kazi pamoja. Kile tunaomba ni ya kwamba ile neema Bwana ametupatia awaniweshe pia, ili tusaidiane tunapoenda mbinguni katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba wetu kwa jina la Yesu, kwa sababu ya wema wako na fadhili zako katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu ya wapendwa hawa, umewaelekeza ukawaleta katika madhabahu haya, na Mungu tunasema ni asante tukiwa mbele zako katika jina la Yesu. Ni ombi letu ya kwamba Bwana kwa muda wote utawapa kukaa na sisi hapa. Mungu tusaidie na utupe neema ya kuwakuza na kuwalea tunapojifunza pamoja, tunapogoja siku kubwa ambayo Kristo utakuja kulinyakua kanisa lako. Sasa Bwana tunawaombea neema, tunaomba baraka zako kwa jina la Yesu. Na tunapowapokea kwa madhabahu haya, mbingu tunaomba ikawapokea, na ili Mungu wetu na Baba, neema tuliyo nayo pia ukutuonyesha kwa pamoja amani na umoja na kutembea pamoja. Tusaidie kukuelewa zaidi na kukujua zaidi. Kwa jina la Kristo tuomba pamoja na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana. Sikutusalimie. Tuhairiye. Mwadhani ya wosho. Ni mwana kinyejete gari. Na nikoketa huko nyodo atwali project. Mwadhani ya roho. Mama Elvis, Mama Joy mbarikiwe, na tutazidi kushiriki pamoja. Tuwapigie makofi wapendwa hao. Na karibuni sana katika ushirika huu wa Kenya Assemblies of God Canaan. Bwana awabariki sana. Jina la Bwana litukuzwe. Wale ambao ni wa kikundi kile tunajua cha kujiendeleza kiko miongoni mwetu kidogo tu, chairman wetu ana jambo nasi, na kwa hivyo tunawaomba kwa jina la Yesu muweze kubaki katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana wadada ambao wamejiunga na sisi ama wametutembelea siku ya leo. Karibuni sana. Nasikia kuna Nancy wa Ngoi, wa Jiro. Karibuni sana kwa muda wote ambao utakuwa hapa, na baada ya ibada tutakutana na dada wetu Janet. Pia tutakutana baada ya ibada tuongee mambo mawili, na itakuwa ni ya maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana kwa sababu ya wale ambao walienda kiungano yetu ya sectional council. Bwana asifiwe. Si ni vizuri tuone ni wangapi walienda? Si wasimame juu ndio tuone wale walituwakilisha. Kama ulikuwepo tafadhali simama, ili tuone ni wangapi walituwakilisha tulipoenda kiungano yetu ya sectional council. Si wengine tuwapigie makofi, hawa ndio walituwakilisha. Bwana Yesu awabariki. Na idadi yetu ilikuwa chache,
lakini tunaamini siku hiyo nyingine Bwana atatubariki. Tutaenda tukiwa wengi. Bwana wetu atukuzwe sana. Tulipokea baraka nyingi sana na tukatumwa salamu zenu na askofu wetu. Akasema ya kwamba tukiweje hapa nyumbani tulete salamu za kanisa, zipokeeni katika jina la Yesu. Na tulikuwa na muda mzuri, tulibarikiwa. Tutaendelea kugawana hayo katika mashirika na mahali ambapo tutakutana. Wewe ambao ulienda, usinyamazie neno hilo. Asifiwe. Amen. Sina jambo kubwa, jambo kidogo tu. Ninafuata neno ambalo limekuwa kwa wiki mbili ambazo zimepita, na ikawa ni himizo na mzigo ambao umekuwa ndani ya moyo wangu. Ni kwa ajili, kuna wakati Bwana alinena ninunue fan. Wakati niliweka fan kwangu kazini, hata kama ilikuwa 2, nimeweka moja jikoni na nyingine mbele. Nikawa naona ile joto ambao customer wanapitia na nikaweka huko. Sasa nami nikatumwa hapa, lakini nikakataa. Nikasema hapa bizi nimezileta. Tutaziombea pia tukuombee baraka. Mungu wetu na Baba wetu, mara tena tuko mbele zako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya uweza na mamlaka na nguvu za Bwana. Pasiwe na mwanya, lakini Bwana ujaze, kwa sababu ni mwema, ni mwaminifu. Pamoja na hiyo Bwana, vyombo hivi tunavibariki leo kwa jina la Yesu. Zifanye kazi ya madhabahu, na kuanzia leo tuavitenganisha na vyombo vingine, na wakati wote Bwana vitakuwa vikitumika katika madhabahu haya. Ni ombi letu Mungu wetu na Baba wetu, ya kwamba tutafurahia kwa jina la Yesu. Katika mambo yote tunakuomba, pokea heshima na utukufu, na tunaziteua sasa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuomba pamoja na kuamini. Bwana akubariki sana. Amen. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Leo tunajua ni siku, tulisema ya kwamba tutakuwa na siku ya mavuno. Katika kanisa letu mwezi huu wa 3 tunakuwa na wakati huo, na tunajua mlivuna zamani. Lakini tumekuwa tukitangaza ya kwamba leo ni siku ya mavuno. Na nikasema ya kwamba tutakuwa nayo. Na leo nataka kidogo tujifundishe habari ya mavuno. Baada ya hiyo, wewe ambaye ulikumbuka kuja nayo, na wewe ambaye unakusudia kutoa mavuno, tutaomba siku ya leo. Bwana wetu atukuzwe sana. Alafu tutaweka tarehe ya kufanya hiyo kazi kwa pamoja, ili tuweze kumalizia. Na mimi najua ya kwamba Mungu wetu atatubariki, kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu, katika jina la Yesu. Napenda siku ya leo tutafungua katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ndugu yetu Dennis, naomba upatiwe microphone, utatusomea. Samahani, ndugu yetu Karuga ameondoka kidogo kwa sababu alikuwa anakimbia hospitalini, mke wake hakuwa nahisi vizuri, na kwa hivyo walikuwa huko jana na leo walikuwa wameagizwa na daktari ya kwamba waende, ndipo wameenda, na tunaamini ya kwamba Mungu wetu atamponya katika jina la Yesu. So Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi mstari wake wa 13. Tusome kitabu ni Kumbukumbu la Sheria 28 kuanzia 1 mpaka 13. mpaka 13. Yes. Biblia inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako,
utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mpaka 13. Mstari wa 9. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hautakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu, wala huwi chini, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kufanya. Soma hata 14. 14. Msipokengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuatia miguu mingine na kuitumikia, kwa kuifuatia miungu mingine na kuitumikia. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Nashukuru Bwana sana siku hii ya leo, kwa sababu ni Mungu ambaye hupia watu mavuno. Na tunapoongea habari ya mavuno, ni kusema ya kwamba kuna wakati kulikuwa na mbegu. Bwana wetu atukuzwe sana. Ni kusema ya kwamba huyo ambaye amepata mavuno, pia Bwana amempatia na shamba la kulima. Bwana wetu atukuzwe. Na kitabu hiki kinaitwa Kumbukumbu la Torati ama Kumbukumbu la Sheria. Na tunapoangalia hiyo peke yake inatuambia sio jambo ngeni ambayo Mungu alikuwa anawanenea watu hawa. Ni kitu ambacho wanajua, lakini baada ya kutoka katika nchi ya utumwa, Mungu akaona ni vizuri aje awakumbusha watu hawa vile maagano yao yalivyokuwa na Mungu wao. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa sababu ya hiyo, alipokuwa akiwakumbusha kwa hii peke yake, tunaona ya kwamba mambo mengi ni kama kitu kimoja. Ni kwa sababu anawaambia kumbukeni, tumesema ni Kumbukumbu la Torati. Anawaambia kumbukeni mambo tuliyoongea na nyinyi kule. Katika mambo mengi ambayo Mungu alikuwa amewanenea, aliwanenea wakati
hawakuwa wametoka katika nchi ya utumwa, na akawaambia, mimi nikiwa Mungu wenu nitawavusha, nitawapigania. Mtakapofika ng'ambo ile, msisahau, mtakapojenga manyumba mazuri na muishi kwa nyumba hizo, msije mkasahau. Bwana wetu atukuzwe sana. Sije mkasahau mahali ambapo mimi Mungu wenu nimewatoa. Na hapa tunaona Mungu akiwakumbusha habari ya sheria ya nchi ambayo Mungu alikuwa awapeleke. Kwa sababu hapa tunajua ni kitambo tu wametoka katika nchi ya utumwa, wako pale jangwani. Mungu anawakumbusha maneno haya. Na siku ya leo hata na mimi singependa kuleta jambo hili kama ni jambo ambalo hakulijui. Singependa kuleta jambo hili kama ni jambo ambalo ni mgeni kwetu. Lakini jameni, baada ya kutembea na kusonga, ni vizuri tunajiuliza, je, mambo haya mengine tunayafanya, je, ni dini yetu ya Kenya Assemblies of God ama ni sheria za Mungu? Bwana wetu atukuzwe. Si ni vizuri wakati mwingine kujiuliza, ili mtu asiende akisemaga ni kanisa yetu ilisema. Hapana. Ni wakati mzuri wa kujihoji na kujiangalia na kujichunguza. Na kwa kanisa hili na kwa madhabahu haya, jambo moja nimeomba Mungu sana katika maisha yangu, na kila mara tunaambiana hivyo, na ninawatuma maombi, ni ya kwamba Mungu anisaidie siku zote za maisha yangu nisifanye mambo kwa faida yangu, lakini fanye mambo kwa sababu ya faida yako wewe na ufalme wa Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na kwa hivyo leo ningetaka tuangalie maneno haya, na ningetaka ndugu Dennis atusomea pia kitabu hicho katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati hiyo 14 mstari wake wa 29, 28 na 29. Kwa sababu gani tusome maandiko hayo? Kwa sababu tumeona pale tumesoma, tumeambiwa ukifuata sheria zangu. Penda tusome hapo Kumbukumbu la Torati. Yes. 28-29. Kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mmewe, walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubariki katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Bwana wetu atukuzwe sana. Sasa nataka kuunganisha hayo maandiko na ambao tumesoma. Maandiko inasema ya kwamba utakapofuata sheria za Bwana Mungu wako, yale mambo ambayo yatakufanyikia, tumetangaziwa baraka nyingi sana. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa nyumbani. Katika ng'ombe zako utabarikiwa. Utabarikiwa uendapo, urudipo. Kwa biashara zako utabarikiwa. Bwana tukuzwe sana. Lakini sisi tumesema ni sheria. Leo hii maandiko haya yanatuletea sheria moja, na ndio tutaangalia leo. Maandiko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 mstari wake wa 28 na 29 inatupatia sharti moja tu ya sheria ya Mungu katika mavuno. Bwana wetu atukuzwe sana. Na inasema hivi, baada ya kila miaka, hata wache nisome na Kikuyu ndio shushu aweze kuelewa. Na o miaka itatu yathiari mukoganagiriria gicunje ya 10 kia magetha manyu, mukamaiga matura-ini manyu. Irio icio ciothe nĩ cia kũhũthagĩrwo nĩ Alawii nĩ ũndũ matirĩ igai rĩao ona ũndũ ũmwe na andũ a ndũrĩrĩ ciana ciao, ciana cia ngoriai na atumia a ndigwa arĩa matũranagia na inyuĩ
aciori mariokaga makaria makahuna ikaga iguo na mwathani Ngai wanyu ni ari murathimaga mawĩra-inĩ mothe maria mũrĩrutaga. Bwana wetu atukuzwe sana. Hiyo si sheria ya kwamba mavuno, alafu hiki chakula kinapelekwa baada ya kukusanywa, kinapelekwa. Na pia hiki chakula pia, jambo la pili ambalo niliambiwa pale, sheria haijanyamazia kwamba kipelekwe. Sheria inaenda mbele, inasema vile kitakavyotumiwa. Bwana wetu atukuzwe sana. Siku hizo za zamani ni ya kwamba makuhani, kama ukiangalia, hekalu ilikuwa inajengwa na nyumba ya mchungaji ama ya Mlawi inajengwa tu hapo. Si mnajua hivyo? Na watu wamefuatilia hiyo sheria sana mpaka wa leo. Ni watu ya Catholic, ni watu ya PCA, ni watu ya ACK. Bwana wetu atukuzwe. In so many other things, bado wanafuatilia mambo kadhaa ya wakati huo. Na kwangu sio mabaya. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwangu pia ni mazuri. Na niposa unakuta kiwanja kama hii, watu ya PCA hawawezi wakanunua. Kwa sababu kama hizo shia kanisa, na itashia nini? Unakutaka wakinunua kiwanja 50 by 100, wanasema imesitoshia kanisa. Because hiyo mambo yote inajenga wapi? Hapo. Jina la Bwana litukuzwe. Jambo la pili ambao wanafanyaga hawa watu, kuhani ambao ni kuhani wao, anakaa wapi? Anakaa hapo. Anategemezwa kwa kila kitu. Hawakuwa na haki ya kufanya kazi. Tunasema in the Old Testament. Bwana wetu atukuzwe. Na mimi napendanga tunaongea kabisa. Na kama kuna swali pia tunauliza, kwa sababu hili jambo ambalo tutaongea hapa ni jambo ambalo ningependa nikuchukue wewe na upeleke kwa kizazi chenu, na pia ikusaidia kwamba hautakuwa ukifanya kwa sababu ya KG. Bwana tukuzwe sana. Sitaki ufanye kwa sababu ya pasta wako ukiwa hapa na hata pale ambapo mtaenda, hapana. Fanya kwa sababu ni sheria ya Bwana, na ukifanya kulingana vile Bwana ameagiza, ninakuambia ya kwamba utapokea baraka. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu andiko imesema ya kwamba hiyo sheria tutakayoifanya, Mungu atatubariki na atabariki maisha yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Na mimi najua swali la kwanza ambalo litakuja ni ya kwamba kwa nini tulete sasa na mnafanyana kazi? Bwana wetu atukuzwe sana. Si ndio? Si vizuri kuuliza. Ndio kwani naona. Ndio wakora shule. Bwana atukuzwe. Na ndio ile wanatielezea kali. Sipokuwa serikali inatuogopesha wakati mwingine, wanatuambia tunataondoa hesabu. Haitakuwa kompasa. Mimi naogopa sana. Kwa sababu mtu mwenye hajui hesabu hata biguni kupiganisha. Bwana atukuzwe sana. Mtu ambaye hafanyi hesabu hata biguni ni shida kufanya nini? Kufika. Mtu ambaye anakaa kanisani anasema la kuliambiwa, huyo ni mtu hatari sana. Kwa sababu akikutana mtu mwingine huko asema tuliambiwa, ataenda. Bwana atukuzwe sana. Alikuwa anaenda kwa namna hii ni kwa sababu ukimuuliza unaenda wapi, tuliambiwa tuende. Akikutana mwingine atamwambia namna gani? Tuende pande hii. Akasema tuliambiwa tufanye nini? Bwana atukuzwe. Kuna siku moja nilikuwa naangalia kadhiki ya mzee anaitwa Mashagi, si mnajua? Hata kama humjui, si mnamuona kwa TV. Mashagi akanunua kabaiskeli. Kabaiskeli kadogo. Alafu kabaiskeli nikala kuchochea kale kisasa. Mashagi anaweza kuendesha hiyo kabaiskeli, anaenda nako, anakutana na mtu, anamsimamisha. Anamwambia kwa nini kichwa yako ni mzuri? Anamuuliza kwa nini? Hii kabaiskeli wewe hauoni unaumiza hii baiskeli wewe kuikalia? Wewe ni mzee mkubwa, wewe unaumiza hii baiskeli kuikalia? Akasema mtu anatakiwa kufanya namna gani kuibeba? Akachukua. Akaibeba. Akakutana mtu mwingine. Akamwambia kwa nini wewe ni kijana, unaweza tumia pesa na hii baiskeli ubebe badala ya ikubebe. Si kusudi lake la kutengenezwa, ni kwa sababu ifanye nini? Ikubebe wewe.
Mashani akauliza, unatakiwa kufanya nini ikubebe? Akakumbuka yule mwambia isikubebe. Na huyo amemwambia imbebe. Akaiweka kwa hiyo majani. Akaenda. Akatupa pesa na baiskeli. Alipoenda hatua kidogo, yule alimwambia sibebe, akachukua ile baiskeli, akakalia chua, akaenda naye. Bwana wetu atukuzwe sana. Mtu ambaye hana uhakika wa kile ambacho anafanya ni mtu hatari sana. Hata kufika mbinguni niko na shaka. Bwana wetu atukuzwe sana. Angalizo inasema ya kwamba wakati huo watu hawa walikuwa wameambiwa ya kwamba, na maandiko yamesema vizuri sana, hawakuwa na haki ya kufanya kazi. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kulikuwa na the 12 tribes of Israel. Walikuwa watu 12. Katika one tribe peke yake ndio kulikuwa na Ulawi. Bwana atukuzwe sana. Na hiyo tribe wengine wakabarikiwa na mashamba, wengine wakabarikiwa na biashara, wengine wakabarikiwa na kila kitu. Na huyu naye hakupatiwa hata shamba. Na wakaambiwa, enendeni, mkipata pesa, kipata biashara, Bwana akiwabariki, Bwana akiwainua, njooni hapa. Mulete nini? Mulete nini? Siwabii mulete leo. Sawa? Na tena siwabii kwa fujo. Wewe utatoa ukipe. Lakini si ni vizuri kukuambia ukweli. Bila utakuambia huu ukweli, bila utafanya na hii ukweli ni juu yako. Ni juu yako. Bwana wetu tukuze sana. Na si fozi mtu, lakini ni vizuri kusema ukweli ambao nikifika mbele za Bwana nikiulizwa nitasema niliwaambia kwa hiari yao, wakakubali ama wakakataa. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na so wakaambiwa kwamba wengine wakienda, nyinyi mtakuwa hapa, nyinyi ni watu wa kupokea. Kulikuwa na kuhani mmoja mkuu na kulikuwa na kuhani wengine. Hawa makuhani walikuwa kazi yao, baada ya hizi vitu kuletwa, Bwana wetu atukuzwe sana, walikuwa wanavikalia chini, sio ziwe za kuhani peke yake. Maandiko imeonyesha vizuri sana. Ilisema ilikuwa inatumiwa na nini? Wajane, Shenashia Goliai, na Etokeri. Bwana atukuzwe. Na ageni ito, ando moka itora matia fati kuhota kurara maeja, medadeni. Mafatie moka itora wakikuja katika kijiji, wanakula na wanafanya nini? Wanashiba. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kuna wakati wale wa Kenya Assembly za God zamani kidogo, wanajua ya kwamba kulikuwa na kakadi kadogo, kalikuwa kanaitwa membership card. Bwana atukuzwe sana. Hiyo kakadi kalikuwa hivi, hata leo kako. Siku moja nitawapatia. Hiyo kakadi kalikuwa ya kwamba kanaonyesha wewe ni mKEG. Na saa hii ukitoka hapa hata saa hii uende Mombasa, uwe umechelewa, ile kitu unahitaji kuona ni hiyo crown ya KEG. Bwana atukuzwe sana. Ukiingia huko hata kama hauna nauli, I'm telling you for sure, utaenda mpaka kwenu. Utakula, ushibe, uende mpaka kwenu. Nafikiri walikuwa wanatumia hii, lakini hawakuwa wanaitumia kabisa, kwa sababu haikuwa itumiwe na wageni wa dini hiyo. Ilikuwa itumiwe na kila mgeni. Bwana wetu atukuzwe. Na ndipo Baraki anasema ya kwamba leteni chakula katika nyumba ya nani, ili kuwe na chakula. Leo hii nikijaribu kujibu hilo, ni kwa nini mulete na tunafanyanga kazi, ni kwa sababu zile mnaletaga hata sisi haitutoshaji. Bwana atukuzwe. Leo hii nikisema ya kwamba ile mavuno italetwa hapa, mimi Maina Kara, ile mtaleta tuhesabu na nini ile tuwe hapa, niseme sitaenda kibarua ile yangu ya Kang'o na kuna horo wanga wewe hota kikuda hata ko. Bwana atukuzwe sana. Na daho utari niko na bodi ko hu. Bwana wetu atukuzwe. Ile Yesu kama na ndo ni bayani ikiwele shio kaitu kale yako leo ko. Bwana atukuzwe. Na sisemi ni vibaya, lakini nasema ya kwamba wakati ule ilikuwa ni kama sheria ya kwamba kuhani asifanye kazi. Nao ilikuwa ni kama sheria. Bwana wetu atukuzwe sana. Kuna watu walikuwa wanaenda kwa pastor,
Wanaenda wanaangalia iko nini, mkebe ya unga iko ndio. Iko nini? Iko, everything is there. Na nisema Bwana awabariki sana watu ya KAG Kana. Bwana tukuzwe. Kwa uwezo wenu huo mnajaribu kuniinua, kunibariki, kunifanya mazuri. Bwana wetu atukuzwe sana. Na Mungu awabariki sana. Lakini ukweli ni ya kwamba hata kama mtanileta za kunitosha mimi, wageni hawawezi pata kitu. Lakini akaina test today mbele za Mungu na mbele zenu. Zile zote tukuzwe sana. Hebu tujaribu kuangalia mtu ambaye hakuwa na chakula, alafu aingie kwa mchungaji ama kwa mzee wa kanisa, apate gorogoro moja ya mahindi. Akienda nyumbani, ataenda akisema namna gani? Atasema tubarikiwe ama tulaaniwe? Akisema hizo baraka situfikie, na kwamba hangetaka kuona mtu ambaye analala njaa. Angetaka kuona at least kila mtu amekaa maisha fulani. Na ukisoma katika sheria hizi, ningependa uende usome sheria za harvest. Ilikuwa hata pia ukilima shamba lako, maandiko ilikuwa inasema ya kwamba usimalize chakula yote. Bwana wetu atukuzwe sana. Sasa hii sheria ya mavuno ni ya maana sana. Na Biblia imesema ya kwamba zinakusanywa baada ya mwezi, mwaka wa 3. Walikuwa wanakaa mwaka mmoja, wa 2, wa 3. Zote za miaka yote 3 zinaletwa pamoja, zinapelekwa kwa madhabahu. Baada ya hiyo, kuhani naye anawachua kazi yake ni kuangalia huyo ambaye aliye na hitaji. Wanaangalia, wanajua hawezi kulala njaa. Na maanaamini ya kwamba hata mitume walipokuja, nafikiria hii ndio kitu ambacho walikuja wakaangalia na wakasema ya kwamba kila wakati walikutana, waliuza mashamba yao. Bwana wetu atukuzwe. Na wakaleta katika miguu ya mitume, na maandiko inasema kila mmoja wao, hakuna mtu alikosa kitu, kwa sababu walifuata sheria kusema ya kwamba kila mmoja wetu nina wajibu wa kushibisha dada yangu na ndugu yangu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na mimi nafikiria hiyo ikiletwa katika mahubiri ya asubuhi, utaona ya kwamba pia hiyo inaweza fanya uhusiano wetu sisi mmoja na mwingine iwe dhabiti, kwa sababu itaondoa watu wenye wanasaja na wengine wanalala wakishiba magireteaga wala ni itwaro. Kile kitumete ndo marie na mahone na marefe ni tondu wako akugayana indo na weko ria kwagiriire wala ni itwaro. Na nitufatie tushoke hali ya kanisa. Pale kanisa liliudiwa, mahali kanisa litengenezewa, na hiyo ndio mambo. Hii baraka hizi tumesoma katika kitabu hicho cha Deuteronomy 28 na kuteremka ziweze kufaa. Na tunasema vizuri sana. Leo hii mtu mchungaji akuje simame hapa aseme ya kwamba mtabarikiwa mashambani, watu wanasema amen. Sio mnasema mtabarikiwa mkienda, amen. Na mkiudi. Lakini vizuri kujiuliza, ni akina nani hao wanabarikiwa? Wanatukuze sana. Sio kusema tu amina, hapana. Ni kuuliza ni akina nani hao wanabarikiwa. Na tumeona 14 mstari wa 28 na mstari wa 29, maandiko inasema ya kwamba wale ambao watabarikiwa ni wale watatimiza hiyo sharti ya kwamba wataleta mali zao, wataleta mavuno yao katika mwisho wa mwaka. Sehemu ya 10 wakati huo ndio ilikuwa inaletwa. Sehemu ya 10 ikiletwa inakuwa subdivided. Bwana wetu atukuzwe sana. Na leo hii pia hata tunapoileta, kwa sababu wakati mwingine ni vizuri kujua, hata kwa kanisa hili leo nzuri sana linaitwa KAG, baada ya kuletwa zinagawa, zinaenda mpaka headquarters. Kwa nini? Kwa sababu katika logo church hii na majirani hapa kuna watu wanaweza kuwa na uhitaji. Bwana tukuzwe sana. Tukienda kwa presbyter tunapeleka kiwango kingine kwa presbyter wetu, naye pia katika kiwango hicho aweza kupata watu walio na mahitaji, pia na yeye anawapatia. Bwana wetu atukuzwe. Kiwango kingine kinaenda kwa askofu, naye
sababu anachukua katika kiwango hicho. Hakuwezi kosa watu walio na mahitaji nao wanapata. Hata katika taifa inafanyikana na hiyo. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa sababu ya hiyo, tunaposema watu watabarikiwa, ni wale watu ambao wamelifuata neno la Bwana na kulitimiza. Na kwa sababu ya hiyo, tunapoangalia habari ya mavuno, singetaka tuangalie kama ni kanisa la Kenya Assemblies of God. Hapana, ningetaka tuangalie ni sheria ya Mungu ambayo aliiweka, na iliwekwa kwa nini? Ili iweze kusaidiana mimi na wewe kuchukuliana mizigo, angalau kila mmoja wetu asiwe na uhitaji mkubwa. Bwana wetu atukuze sana, kwa sababu zitakapokuja naye mwenye anazigawa siwekwe kulingana na utaratibu. Ukweli ni ya kwamba kila mmoja wetu atabarikiwa. Bwana wetu atukuzwe sana. Na Bwana anapotazama akienda katika shamba hilo, akitazama vile ulishikilia mtu ambaye alikuwa analala njaa. Habari ya Dorcas hapa. Dorcas alifunguliwa na nini? Bwana sikia sana. Petero alipoenda hakuvuna na jambo lingine. Alienda, kuna watu walikuwa wamemfuata nyuma. Walikuwa wanasema huyu sweta. Tusweta alikuwa anashonewa. Kwa sababu ya hiyo akasimama mbele za Mungu na akasema Bwana. Petero akasimama na akasema Mungu, una haki ya kuinua huyu dada tena ili kazi hii iweze kuendelea. Bwana wetu atukuzwe sana. Leo hii tunapoongea habari ya mavuno, je, kila mtu ako na mavuno mahali anafanyia kazi? Bwana wetu atukuzwe. Na uzuri wa Mungu, especially in the New Testament, huwa hakosi watu. In the New Testament alitaka ya kwamba baada ya kuokoka dhamiri zetu zinakuwa hai, Mungu mwenyewe anakunenea. Bwana wetu atukuzwe sana. Sio hiyo, tumeona mmoja amenenewa. Wanajua ndio haifanye kile ishi. Wanajua kwa hende tigiri yako kwa ifele. Bwana atukuzwe sana. Lakini Mungu akisema amefanya nini? Amesema. Bwana atukuzwe sana. Hata leo hii nataka tunapoendelea na ujumbe huu, Bwana akusaidie na ujiulize, je, wachana na huyo mwingine, mimi nimeaminika? Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu Bwana haangalii wingi, Bwana analipa uaminifu. Kuna mtu hapa Bwana atambariki ama anambariki, anaweza leta gunia 5 hapa. Kuna mwingine anaweza leta gorogoro moja. Wewe usiogope kuleta gorogoro yako moja. Hiyo ndio Bwana amekupatia, na yeye haangalii wingi, anaangalia uaminifu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hiyo akibariki wa gorogoro 5 na akibariki wa nusu gorogoro, atasema ya kwamba nikiwabariki, nikiwapa mashamba mulime, mwisho wa mwaka njooni. Bwana wetu atukuzwe sana. Leta sehemu ya 10. Ukileta hiyo sehemu ya 10 mashambani, nitakubariki. Uendapo utabarikiwa, urudipo utabarikiwa. Bwana wetu atukuzwe sana. Na wakati tulikuwa tunasoma kitabu cha Hagai, kuna kitu kilichotokeza ya kwamba Mungu wakati ananena na anataka tuende wholesome, anataka tuende kwa pande zote. Bwana Yesu asifiwe. In the New Testament tunaona Yesu wakati anakuja kunena habari ya mavuno, anasema tazameni, muone vile mavuno yalivyo mengi, lakini watenda kazi hao. Tuombe Bwana pia atupatie watenda kazi. Bwana wetu atukuzwe. Sasa mimi niko na kitu nataka kuongeza hapa tunapoendelea. Nataka kuongeza tuseme ya kwamba utakapokuwa ukileta mavuno ya shamba yako hapa, kama Bwana amekubariki katika mishahara yenu na mahali Bwana atakavyo kunenea, kama vile unajichunguza, kama vile unavyoona na unaona ni nini unaweza leta katika nyumba ya Bwana hii. Bwana wetu atukuzwe. Utakapokuwa ukileta hapa, kumbuka ya kwamba tuna kazi nyingine kubwa ambayo Bwana ametuaminia. Na ni nini ametuaminia? Ametuaminia tuondoke ili tulete nafsi katika ufalme
ufalme wa Bwana. Bwana atukuzwe sana. Na kile kikubwa ambacho pia ni cha kudumu na hata milele, kwa sababu vitu ambavyo tunatoa, pesa hizi na mambo mengine, inatusaidia kunawiri katika mambo ya dunia hii. Bwana wetu atukuzwe. Lakini mambo ya kiroho kuleta nafsi, maandiko inasema enendeni kote duniani, fanya watu kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na nitakuwa pamoja na nyinyi hadi mwisho wa dahari. Kile ambacho mavuno ambayo Bwana ameahidi kutembea pamoja na sisi ni mavuno ya kuleta nafsi katika ufalme wa Jehova. Bwana wetu atukuzwe sana. Na tukifika hapo pia inaleta kizungumkuti, kwa sababu kuna watu badala ya kuleta mavuno wanafukuza nini? Wanafukuza mavuno. Vile unavyotembea, vile unavyoishi, your character kule nje, Bwana wetu atukuzwe, ikichunguzwa inaweza leta mavuno. Si vizuri kujiuliza, wamejeri wakati mnauza viatu huko, hata wakati kuna mabishano, Bwana wetu atukuzwe, wakati kuna mabishano katika matatu yetu Bwana, ni vizuri kujiuliza character yako inaweza leta mavuno katika ufalme. Bwana wetu atukuzwe. Kwa sababu ni vizuri tuende tukiwa wholesome, tutoe mali zetu ambazo zinaonekana, na pia mambo ya kiroho ambayo ni ya muhimu na ndio msingi wetu pia tusiache nyuma. Bwana wetu atukuzwe sana. Ni kusema tabia yako, mienendo yako, chunguza sana, na ndiposa Bwana amesema tuko watu 100 hapa, lakini Bwana anasema tazameni vile mavuno yalivyo mengi, lakini watenda kazi yako. Bwana atukuzwe. Today kwa hii church hii kuna watu wamebarikiwa na talents za ajabu, vipawa vya ajabu. Bwana wetu atukuzwe. Na kipawa hiko chako peke yake kinaweza kuleta mavuno katika ufalme wa Jehova. Kuna watu they are so good welcome watu katika ufalme wa Bwana. Je, unafanya nini wakati utaleta mahindi yako, wakati unaleta viazi yako? Pia jiulize, ni nini umefanya cha kudumu katika ufalme wa Bwana kwa tabia na mienendo? Je, Bwana akikuangalia unaleta mavuno ama unatupa mavuno? Bwana wetu atukuzwe. Na hiyo ndio jambo la maana sana la kujiuliza, kwa sababu tunaweza pia kuleta hata gunia 20 hapa, utoleta gunia 20, lakini mavuno ambao Kristo anaangalia in the New Testament, anaangalia mavuno ya kuleta nini? Nafsi. Bwana wetu atukuzwe. Kuna mtu anaweza kuwa analeta hapa, lakini the condition of the heart haiko sawa. Na ni vizuri kujiuliza, ni akina nani wanatakiwa kuleta mavuno? Kulingana maandiko na kulingana mimi ni wale watu ambao wameokoka. Bwana atukuzwe. Kwa sababu nauliza, ukileta mavuno na utaokoka na tarumbeta ya Bwana ilie, utaingia mbinguni? Ngeleke Mungu mbele. Anaboni kwa sababu ndio kila watu. Kuleta mavuno hapa na hujaokoka. Bwana wetu atukuzwe. Condition number 1 ya kuleta mavuno, hata kumtolea Bwana. Bwana wetu atukuzwe. Kwanza leta moyo wako. Give your heart to God. Patia moyo wako Mungu kwanza. Uwe na uhakika ya kwamba tarumbeta ya Bwana ikilia hata leo, wewe ni mmoja wanaourithi ufalme. Bwana wetu atukuzwe sana. So, katika New Testament pia inatuchallenge sana na inatuambia ya kwamba Mungu mwenye mavuno pia anatutarajia, na utakapokuwa na siku ya mavuno maisha yako yote ambayo utakuwa nayo, pamoja na kuleta mavuno ya mashamba, jiulize, ni mavuno mangapi in terms of nafsi, mioyo? Ni watu wangapi umehubiria habari ya Yesu na kurudi kwake, habari ya utakatifu na haki? Kwa tabia na mienendo yako, ni watu wangapi umehubiria habari ya kurudi kwa Bwana Yesu? Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu mavuno pia muhimu sana ni hayo. Ukuja na mtu ambaye hajijua Kristo, unamleta katika ufalme wa Bwana. Hayo ni mavuno makubwa sana. Na Yesu analia hata leo. Anasema tazameni vile mavuno yalivyo mengi, lakini watenda kazi yako. Tuombe Bwana atupe watenda kazi. Na sasa hivi kanisa hili la Canaan tumepatiwa watenda kazi 100. Swali langu ni hili,
Kwa nini kila wakati tulete mavuno tukiwa watu 50 every time, ama watu 100 kila wakati tunalete hapa, na viti hatuongezi na kanisa hatuongezi? Ina maana ya kwamba tumeangukia pande moja, lakini pande nyingine imelala. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hatuwezi kuwa na difference na wale watu walikuwa na lewa na hangaika, kwa sababu walienda pande moja. It is my prayer ya kwamba hii church ya Canaan, Bwana atusaidie tunapoendelea kuleta mavuno ya mahindi na mbegu na fungu za 10 na sadaka pia. Jamani, ndugu na dada yangu, jiulize ni nini hicho unafanya cha kufanya ufalme wa Bwana uendelee. Bwana wetu atukuzwe sana. Katika matoleo yako hayo, je, kuna manukato mazuri? Na tunapoangalia kutoka mwanzo, ukiangalia kutoka kitabu cha Mwanzo 1, sitaki tusome, lakini ukienda utasoma, Mungu alimpa mwanadamu, Genesis 1 verse 28 to 29, unakuta Mungu alimpatia mwanadamu uwezo wa kutawala kila kitu. Kati mwanadamu alianguka na akatoa katika wema wa Bwana, pia tunaona katika kitabu cha Mwanzo 3:17 hadi 19, mchanga ukalaaniwa. Lakini Mungu ni wa ajabu sana. Ingawaje umelaaniwa, hapo kuna ahadi ambayo Mungu amepeana. Na ahadi ambayo amepeana ni ya kwamba ingawaje kazi ni ngumu, utakulia jasho lako. Bwana wetu atukuzwe sana. Whenever utaenda kazi, Mungu ameahidi ya kwamba atakuprovidea. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Na kwa hiyo akasema ya kwamba utakula majani ya mchanga hadi utakaporudi katika udongo, kwa sababu huko ndiko ulitoka. Mchanga umelaaniwa ndio, lakini Mungu amedhibitisha na amesema ya kwamba ingawaje nimelaani mchanga, Mungu ametuahidi tutakulia tu huko. Bwana wetu atukuzwe sana. So hatutaisha. Bwana tutubariki. Genesis 8 na mstari wa 22, nataka utaenda kusomea nyumbani because of time. Mungu akasema, na tunaona covenant yake ya kwanza ama maagano yake ya kwanza na mtu ambaye anaitwa Noah. Anamwambia dunia hii yote wakati itaishi, lazima kutakuwa na wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Bwana atukuzwe sana. Si Mungu ameahidi atapeana mavuno? Anaahidi ya kwamba atapeana mavuno. Na hivyo tunasema ya kwamba ni Mungu pia hutuwezesha, ni Mungu hupeana mavuno. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hii inatuambia nini pia? Inaenda hatua nyingine mbele kutuambia Mungu huyu mwenye kupeana mavuno anajua kama amekupea na kama hajakupea. Si anajua? Si yeye ndiye mwenye kupeana mavuno? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tukusema ya kwamba kama uko naye anajua, na kama hauna anajua. Na kwa hivyo watu wengine wote wakilete na wewe hauna, kama hauna. Lakini Yesu akafanya hii kazi ikawa rahisi sana. Na mimi ndio napenda kuwa Mkristo wa New Testament. Kwa sababu unaweza kosa mahindi, unaweza kosa viazi. Si ni ukweli? Sio ndio mavuno? Unaweza kosa hata mshahara. Sio ndio mavuno yanatokana? Lakini unaweza kosa mavuno ya kwenda kumwambia Yesu, mtu Yesu anakupenda. Bwana tukuzwe. So there is no reason ya kusema ya kwamba sisi zote tuko sawa, every one of us tunaweza kuletea Bwana mavuno. Bwana wetu atukuzwe sana. Tunaweza kuleta mavuno kwa sababu kwa shamba hakuna, kwa mshahara hauko, kwa nini hauko, lakini kwa mdomo afya Bwana amekupatia. Unaweza kukana mama kama huyu, umwambie mimi nimehimizika, Yesu anakupenda. Bwana wetu atukuzwe. Na upendo huo ambao utamuonyesha pia itathibitisha ya kwamba huyu akikufuata aingie kwa nyumba ya Bwana, atubu dhambi zake, pia atahesabika kuwa mavuno. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo wenye kuvuna wanapokuja hapa, hata nawe pia umevuna nafsi na umeileta mbele za Bwana. Hizo baraka ambazo Bwana ameahidi pia utakuwa nazo.
Bwana wetu na litukuzwe sana. Na baada ya pia tunaona baada ya mvua kunyesha wakati wa Noa, Genesis 8:17, nataka uandike, kukawa pia na ahadi nyingine ambayo Bwana alipatiana. Na Noa tunamuona katika kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 21. Nataka uende utasoma mwenyewe. Maandiko inaonyesha ya kwamba Noa mwenyewe, mvua ilipokatika, akatoa wanyama wawili akawapeleka, na akaenda akatoa sadaka, akatoa wanyama hao kama sadaka. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akasikia. Unajua wakati wa sadaka ikitolewa inachomwa, hiyo moto ikienda ikapita mbele ya mapua ya Jehova, na akafurahi na akabariki dunia. Bwana wetu atukuzwe sana. Leo hii tumekuja hapa tukiangazia Wakristo waliokuwa mbele zetu na watu wa imani. Kwa nini walitoa? Walitoa vitu vyao kama sadaka, wakitaka kumwambia Bwana, tunafurahi na tumekuja mbele zako Bwana, tunahitaji tubarikie mashamba haya katika jina la Yesu. Bwana wetu atukuzwe sana. Hawakuwa wanafuata taratibu za dini, hapana. Walikuwa wanafuata sheria za Bwana kwa sababu waliamini wakileta na mioyo ambayo imefunguka, Bwana aliahidi ya kwamba atawabariki. Bwana aliahidi ya kwamba atawainua. Na wakati huo wa zamani Israeli walipokuwa wakienda mbele za Bwana, neno la Bwana linatuonyesha vizuri ya kwamba walikuwa wanatoa kama njia moja ya kumwambia Bwana, tunajua kuna kazi umefanya. Umelipa shamba, umechanganya mchanga na ukatipa anga safi, ukatupa mvua. Bwana, ishara hii inakuja mbele zako kukuambia Bwana, nina shukrani na siwezi kulipa kile Bwana umefanya. Bwana tukuzwe sana. Ukiuliza wale wakulima watakuambia wakati kiangazi kiko, kumwagilia mboga 300, kumwagilia maji, wanaweza kukuambia ni hasara aina gani wanaenda. Bwana wetu atukuzwe. Na kwa hiyo wakati unaona mvua kama saa hii, mvua inanyesha, maji inatembea, Bwana atubariki na tupa mvua ya baraka. Hiyo ni jambo peke yake. Utakapokuwa ukivuna, unakuja mbele za Bwana, unamwambia Bwana, sikuji kulipa, lakini nimekuja Bwana litimize agizo lako nikitamani unibariki. Bwana wetu atukuzwe. This is what we are saying. Na hata unapoondoka huko, ukitembea huko na huko, ukiongea na watu habari ya Yesu, sisemi ya kwamba wewe ndio unaokoa, lakini ukitazama ile kazi Jehova amekufanyia, vile amefanyia jamii yako, vile amekukomboa kutokana na ghadhabu ya dhambi, unaenda mbele za Bwana na unamwambia Bwana, hata na mimi nifanye mtenda kazi. Bwana wetu atukuzwe sana. Hata na mimi Bwana ningetaka kukuletea mavuno, na huko kwingine kwote siko, lakini Bwana nipe neema, ulimi wako niutumie kunenea watu wakuje katika ufalme wa Bwana. Bwana wetu atukuzwe sana. Tukijua hii, hatutakuwa na kanisa kama hili. Tutakuwa na kanisa mara 2 kuliko hili. Bwana wetu atukuzwe. Tukijua kuna baraka kuleta watu katika ufalme, I want to tell you for sure, kila mmoja wetu hapa ana uwezo, ana nguvu, ana neema, anaweza kuhubiria mtu na amlete kama mavuno. Bwana wetu atukuzwe. Itakuwa ni ajabu kiwango gani kila mmoja wetu hapa akienda kule nje aleta mavuno na amletee Bwana. Na ndio hiyo kazi ifanyike. Basi unatakiwa kuelewa ya kwamba mahali unaishi kwa plot yako lazima ukae vizuri. Bwana wetu atukuzwe. Mahali unaenda shamba kibarua, lazima mambo unayoongea idhibitishe Kristo. Bwana wetu atukuzwe. Na hili itakuwa ni vigumu sana. Mama Sera, uko huko ndio tunaika. Umesegenya mama Luse, itumia kimo kiona gake. Wana wale tu wale kwa maana ushoke liwe ni Mungu atulie. Ndiye ndiye kanisa hito. Ndiye Mungu tuwase. Wewe ndio wanataka kitende hapo ndio bosi. Bwana tukuzwe. Na mimi nauliza, ni kufukuza mavuno ama ni kulete? Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo ploti yenu hiyo, unakuta watu wameanika nguo,
Kwa sababu wewe ndio uliweka hiyo kaka. Unakuta mama ameshika amesukuma bagua yenyewe. Makamisha. Anaweka kando ile. Alafu anakuja Jumapili ameomba vizuri, amebeba kanuti kuku yake, anaenda akisema Yesu ni mwema, ni mwema Yesu, ni mwema, ni mwema Yesu. Alafu namwambia si twende kwa chaki yetu. Ona wewe na audacity yako mwanamke. Roho hawezi kumwambia kwa sababu ya vile umefanya. Na hiyo ni kusema ya kwamba hiyo mavuno tulikuwa tunasema habari yake. Wewe ni kufukuza. Bwana wetu atukuzwe sana. Na Mungu ametuita tumletee mavuno. Bwana sifiwe. Siku ya leo ningetaka tuambie na ndio yetu tutamletea Bwana mavuno. Bwana asifiwe sana. Na tunaleta mavuno mara ngapi? Ile physical mtu mwenye yako naye. Mwingine ambaye hana amwambie Bwana, mimi nimeelewa. Kumbe hata mimi Bwana sina chochote, sina shamba, sina nini. Lakini kumbe Mungu pia hata mimi umenipatia nafasi ninaweza kukuletea mavuno. Bwana wetu atukuzwe. Na kabla hujaleta mavuno, tunaona Noa anajichunguza. Analeta mavuno kama dhabihu. Kama dhabihu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo dhabihu kwanza ya kuleta watu katika mavuno. Hiyo ndio dhabihu kubwa sana. Kwanza unalijirekebisha. Bwana asifiwe. Hata kuna mtu anaweza hama ploti. Kwa sababu hiyo ploti umekaa wanakujua vibaya. Huyo ndio yeye anakuwa unaama. Choke hivyo. Alafu kikuja uweze kusema, "Kulia bila mweka ndio choke wekake." Watu wakikutazama wanaona wewe ni different. Bwana tukuzwe sana. Kwa sababu pekee itakuwa ni vigumu sana. Ama uende kwa hiyo ploti kama ulikuwa unatoa mitungi ya wenyewe unarudisha kando unaweka yako, unaenda unasema. Na leo hii nilihubiriwa nikapoka. Siku niliokoka. Na kuanzia leo utaona tabia yangu itakuwa tofauti. By that alone utakuwa qualified kujitangaza, kujiweka tayari kumletea Bwana mavuno. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hata leo ningependa tunapoenda kuomba kwa sababu ya wale ambao wataleta mavuno, ningetaka usilete tu kwa sababu ni mwaka umefika. Nataka umwambie Bwana, kwa hii mavuno Bwana ninaleta ama ninapanga kuleta, Bwana nahitaji unibariki. Utoe kwa sababu ya ufunuo. Jina la Bwana litukuzwe. Petro siku moja akaambiwa na Yesu. Wakati Yesu aliwafukuza wote, wale aliwaambia, leo msikoponira na mninywe hamna uzima wa milele. Watu 60 wakarudi nyuma. Lakini Petro akiwa pale, Yesu akamuuliza, "Kwani nyinyi hamwendi?" Wale walibaki 12. Petro akasimama na akasema, "Sisi hatuwezi enda, tunajua wewe ndiye uliye na uzima wa milele." Bwana wetu atukuzwe. Napendezwa na vile Yesu alimwambia. Alimwambia Petro, sio mtu aliye na nyama na damu amekufunulia hayo. Na kwa sababu ya hiyo, katika ufunuo huo nitalijenga kanisa ambao milango ya kuzimu haitalipinga. Bwana wetu atukuzwe sana. Na mimi nataka nimalizie na kusema, mtu ambaye anafanya jambo lolote katika ufunuo, huyo anapokea baraka. Bwana atukuzwe sana. Kwa sababu Petro hakuna mtu ambaye angemzuia kumfuata Yesu. Siku zote za maisha yetu kwa wokovu kana ufunuo. Bwana wetu atukuzwe sana. Unapomtolea Bwana, mtolee kwa ufunuo. Unapotoa mwili wako, toa kwa sababu ya ufunuo. Na hiyo ni kusema ya kwamba itakuwa ni vigumu sana wewe kuwa kama yule mzee Mashani. Yule tuliona ya kwamba anaambiwa beba baiskeli, anabeba. Weka chini. Weka kwa miti. Alafu inachukuliwa na mtu mwingine. Bwana wetu atukuzwe sana. Itakuwa ni vigumu sana. Na kwa sababu ya hiyo, mimi naomba tuwe na kanisa ambalo watu watajua kwa nini ninaenda kanisa. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa nini niliokoka? Kwa nini ninaenda ushirika? Hata ukikuta na watu ukienda ushirika, unawaambia, ninaenda ushirika kwa sababu ninajua nikienda ushirika tunakutana na Mungu. Bwana wetu atukuzwe sana. Ukikutana na mtu ambaye unatoa mali zako kusapoti kazi ya Bwana, kama leo hii mradi tulio nao huu, ukiambiwa na dada wetu yule, tunataka kujenga kanisa,
Bwana wetu tukuzwe sana. You will do it because you are not doing for yourself. You are doing for the Lord. Bwana wetu tukuzwe sana. Wakati unatii mume wako, hata kama anakaa kama ya kwamba hawezi kujiika. Ona kwa hana hata kirwo. No yoro ni katondo wa mwana. Wona woni niki. Wewe ndo wake ida kigire feel. No ndo wa bwana tigwa. Bwana tukuzwe. Ije huko waje kwa ya watane hata bure. No ni ndio hubure Yesu. Na nikio ulimosho wake honoko ni udaibe. Yesu anaosho. Na ndimwire. Ulimu wone kata ali ulimu. Ni tani ni udaibe tio. Yesu anaosho. Tongende product yoni mwa mami. Akilitira kukwaga ikisiaro. Bwana tukuzwe sana. Akilitira wako yukoza makino wa Ngai. Yesu anaosho. Fava itwari mubi. Yesu anaosho. Hapo wala tu ege kanitha ona hede mu ne twirega tutiganie kanitha bakarafia ni mami to akera wakalime mama sexa na akera wakalime hari andu mekugere twari hau turikuwe. Bwana Yesu asifiwe sana. No ni mwini ucio iwe ni twashiriwo na gwituga yagatuhe ujengana Ngai no atugucenjia maundu uri mwini ucio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Hiyo Bwana atuweka huko. Hivyo na watu tufanya hapa tu. Ukiambiwa kitu ukichunguza ujue ni Mungu fanya. Na mimi napendaga sana. By the way, don't follow me blindly. Usifuate kanisa hili blindly. Blindly ni kuwate. Tango du. Hiyo Mungu ndio yeye. Wewe ukiulizwa kitu unasema mama maroko ya ndio yeye. Mama maroko ya nini? Na nyina wani sina kero kama haro gere, haro botake. Na ndio ateri gurota ikaye kubeno meno no meno kihoto no meno ba ayero osho todo osho no hote kutetera mbele ya Ngai na mbele yangu. Bwana wetu tukuzwe sana. Hata leo hii tunapoongea habari ya mavuno ya kiroho na ya mashamba ya nini, elewa neno hili, enda ulifuatilie vile Bwana alifanya na wale watu waliotoa mavuno yao. Aliwabariki mashambani, aliwaibua, aliwabariki, akakubali kuitwa Mungu wao. Bwana wetu atukuzwe sana. Na Biblia inasema he is the same yesterday, today and forever. He never changes. Bwana wetu atukuzwe sana. Wale watakaotii hata leo na wasikie sauti ya Bwana na kuambia ukweli wa mambo ni huu, watabarikiwa. Maisha yao haitabaki vile ilivyo katika jina la Yesu. Na kama vile Hagai alituambia, ni wakati wa kujichunguza sasa. Mtu afanye mambo kwa sababu ya kujichunguza. Umekaa muda mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio watu waliambiwa hawa Hagai hao. Walikuwa nasema sio wakati mzuri wa kumtolea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Hagai akaniambia akasema, endeni ujichunguze ndani yenu. Because what ni watu walikuwa wanalima hakuna mazao. Wanafanya nini? Wanavaa nguo mingi, tabu kwa ile ndio. Na wakati ile waruga tamebi bigo. Na wakati kwa nabi, maji ya mama, na wakati ile kwake aliyamata ile kahanini kidogo tu. Wanaweka pesa kwa mfuko. Mfuko inafanya nini? Yaani nakuta watu hawashibi. Bwana wetu atukuzwe. Hakushia roho ni kwa hiyo. Unakora ndo menaambia ni kama matele gani? Everybody is learning. Bwana tukuze sana. Akona mshahara wa milioni 20. Lakini bado unakuta ako very serious. Afadhali afanye mambo yote ya dunia hii. Ili afanye nini? Unakuta ako na wewe uko na amani kuliko yeye. Bwana wetu tukuze sana. Analala usiku na mchana akikimbia. Sio jamani niwaambie, hata Bwana kutupatia roho ya kutosheleka. Ndugu zangu ni neema. Bwana wetu atukuzwe sana. Watu wengi watakuangalia moja makuwekea value. Ati ukiwa roho wa Yesu, huyu Yesu anakufanyia value. Anaona kiatu yako ni 200. Tunaosa ni kanisa. Alafu anasikia ukisema habari ya Yesu. Bwana wetu atukuzwe. Anaweza kuona kama kichwa chako imeruka. Lakini ni nini hiyo? Ni nini tufanya hivyo? Ni wakati umetii Bwana anatupa kutosheleka katika jina la Yesu. Bwana anaweza kukupatia kutosheleka hata kwa ndoa yako hiyo. Bwana anaweza kukupatia kutosheleka
Unakuta mume wako hana chochote, lakini kwa sababu ya neema ya Bwana bado unampenda, mnatembea pamoja na yeye. Bwana wetu atukuzwe sana. Mkienda mkirudi mko na yeye. Ile kitu ambacho itatusaidia ni kama vile maandiko yametunenea. Deuteronomy 28 verses 1 na kuendelea inasema tutabarikiwa katika kona zote. Kwa watoto tubarikiwe, kwa mambo yetu tubarikiwe katika jina la Yesu. Sasa mimi nataka niombe na wale watu ambao wanasikia kwamba wamejiandaa kuleta mavuno leo ama wakati ambao utakuja. Tutaomba ombi moja leo, alafu Jumapili ijayo si tutaleta. Bwana wetu atukuzwe sana. Ama wiki ya kwanza. Tuseme wiki ya kwanza kwa sababu Jumapili kuna WWKD. Wiki ya kwanza ya mwezi wa 4 tutaleta hiyo mavuno, lakini tutaomba. Nikuleta tu utaleta. Bwana wetu atukuzwe. Na tuseme hivi, pengine kuna wengine wanatoka mbali. Katika ushirika wenu unaweza kuziweka huku, zitachukuliwa pamoja, ziletwe. Kwa wale ambao wana mahindi hivyo mzigo ni mkubwa, kiongozi wa mitaa atatusaidia, waweke mahali pamoja, tuje tuzichukue. Baada ya hiyo tuzipeleke mahali ambapo panastahili, na itakuwa watu ambao wamebarikiwa katika jina la Yesu. Sasa napenda tusimame juu na miguu yetu, na kama uko na mavuno ama unajipanga kutoa mavuno, uje hapa mbele tuombe katika jina la Yesu. Kuna wengine wametoa tayari, kuna wengine wameleta kwetu nyumbani. Hata wewe ambao umetoa, njoo hapa, tunapenda kuomba. Neno la Mungu linasema mtakapobarikiwa mashambani, hizo mavuno mlete katika mahali ambapo pametengwa pa kumtumikia Bwana, ama katika nyumba hiyo mlete. Kuhani aliyeko apokee, aombe, naye Mungu wa mbinguni atawabariki katika jina la Yesu. Nataka nichukue muda huo, kama umelete, kama unapanga kuleta, njoo hapa katika jina la Yesu, na Bwana atatubariki sana. Bwana atatubariki. Yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu, ni ahadi zake na amesema hivyo. Na nasema ya kwamba Paulo akasema kwa wanaopotea huu ni ujinga, lakini kwetu sisi tunajua ni nguvu za Mungu ziletao mabadiliko katika jina la Yesu. Kama uko hapo, sogeni tu mbele kidogo, wengine wapate nafasi katika jina la Yesu. Mungu wetu anatupenda sana, na ndiposa ametutumia ujumbe huu, na ni vizuri tufanye mambo kwa kujitolea, kwa kufahamu. Mungu wetu na Baba wetu, tunapenda kusema ni asante kwa sababu ya wapendwa hao wamesimama mbele zako katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, ahadi zako ni za milele, na ndiposa Mfalme tumesimama na ahadi zako katika jina la Yesu. Uliambia wana wa Israeli ya kwamba Bwana watakapoingia katika mashamba utawabariki, wakivuna wakuletee mazao yao Bwana. Mazao hayo Bwana yatumike kusaidia na jamii zingine, na Bwana hilo ndilo ombi letu siku ya leo. Na kwa sababu ya wapendwa hawa ambao Bwana wamejitolea katika jina la Yesu, ninaomba ya kwamba uwabariki, mashamba yao wabarikiwe, kwa biashara wabarikiwe, kwa mahali pao pa kazi wabarikiwe. Lifuate neno lako leo ili Bwana ulitimize katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana wa mbinguni. Kuna wengine Bwana hawako kwa mashamba, lakini Mungu umetuambia katika Agano Jipya kila mmoja wetu ana uwezo wa kuleta mavuno ya nafsi ambazo zimepotea. Na kwa sababu ya hiyo, Mungu wetu na Baba wetu, sisi pamoja na wao, ninaomba neema ya kipekee kwa matendo na tabia zetu Bwana. Ninapenda kuomba siku ya leo tusaidie Bwana, tukuletee nafsi ya mbio ambayo imepotea. Hata hiyo pia Bwana umeihesabu kama mavuno, kwa sababu Bwana unasema mavuno ni mengi, watenda kazi hamna. Sisi ambao Bwana tumepatikana, tuko tayari twende kwa shamba lako tukuletee mavuno, lakini tunajua hatuwezi peke yetu.
ikipotea, watu wao wabarikiwe na kile ambacho kilitendeka wakati Bwana watu wako walikutolea mali zao. Bwana, kuna